Osio in ija. Hello. Yes. Deha hogo gesagi. Nisama hogo na iwere kugira haha. Yare mo wekeri kugira haha na hore. Aka ka haha ari akuamira haha. Hiyo ndio yateithie no ingi. Eno yoka ya. Manyitania. Hii moto kulipatikana moto kwa hii nyumba na hii nyumba ikashomeka. So tulikuja hapa na tukajaribu sana vile tuwezavyo kutoa hii moto, lakini hatukuweza kwa sababu wakati simamoto ilikuja barabara ilikuwa kidogo. So tukajaribu kuingilia saidi ya juu ikakataa, tukaingilia chini ikakataa. Lakini watu wa hapa walijaribu sana kwa sababu walikuja na madoo, tukajaribu na moto ikasima kidogo, lakini watu wa simamoto ilikuja ingine na tukaweka sasa hiyo pipe bili ndio iliweza kuingia hapa na tukazima moto. Tujue vile tutasaidiana mpaka MP ndio hii barabara iwe kubwa. Tukienda pahali ili gari iwe ikiingia lazima sisi wote tukae chini tujue vile tutasaidiana juu ya hizi barabara. Kwa sababu kama hii barabara ingekuwa kubwa tungekuja in time hii shida haigepatikana. Lakini kwa vile fence ziko karibu na barabara sasa hiyo hatungeweza kuingia. Okay, kwa majina yangu naitwa Jane Dogori, MCA wa hii area. Naitwa Peter Kimotho, mimi ndio Sub County Police Commander. Pesa watu wawili wale walikuwa pale ndani, ambaye mmoja ni kijana ya mzee mwenye hiyo mboma na msichana mwenye mpaka saa hizi tunajaribu kutafuta alikuwa ni nani. So tunaomba wananchi watulie, tuendelee na uchunguzi maana hatua imechukuliwa. I think ni mashamba venye ilikuwa imegawa, but they need to come in and then to make sure that anything that happens, it's easy. People will be saved and buildings will be also saved so that tuta save watu. So county government, I urge you guys to come, mtengeneze hizi barabara. At least zikuwe pana kidogo. Wa hii kijiji, wa hii Mudhure village walijaribu sana, lakini moto ikawa kubwa. Kijana alikuwa aokolewe, lakini kabla hajaokolewa akarudi nyuma kidogo aokoe msichana. Sasa moto ikawa kubwa sana, ikawa shida. Angalau uchunguzi ifanyike,
tujue kiini hasa cha moto. Yeah. Majina yangu ni Hana Wairimu Kihara. Kedua, oh ini wasai. So my name is Bill Muriuki. I'm the Regional Secretary for KMPD in Central Kenya, where the county of Kiambu lies. Today is day 111 of the strike, and till today we are still in a stalemate. The governor has refused to meet the doctors, address the issues of the doctors, and for the last 4 months we've had hospitals in Kiambu operating with a skeleton staff. So many services not being offered. We can see cases every day of women going to hospital and finding the gates closed and giving birth outside, and these are the unfortunate circumstances that make us ask the county government to engage, and so that we can complete the strike and the people of Kiambu can continue to receive the health care that is their constitutional right. There is an ongoing medical doctor strike in Kiambu County, which is over 100 days and counting, to the detriment of the patients. 1 month ago in Kiambaa constituency, during a citizen engagement, courtesy of International Commission of Jurists, ICJ, the poor status of Kiambu hospitals was raised. Hallowing experience brought to fore the dire situation in which our hospital has degenerated to. In Kiambu, however, Doctors' Branch of Union has been trivialized by the executive arm of the county government of Kiambu, and they are reaching out to the legislative arm of county government is equally frustrating. Such is how one of the longest doctor strike ever recorded in Kenya history do not in any way perturb Kiambu County government leadership. And once we collect the petition, we are going to present this petition to the national government executive, of course, which is headed by the president.
Sasa tunataka rais aingilie, ndio tunachukua signature tumpelekee, tumwambie unasema universal healthcare is one of your priority, lakini Kiambu watu wanakufa. Tunakuomba tafadhali rais, kuja usaidie Kiambu, watu wanakufa, mioyo zaidi ya 1000. Tunakuomba, Kiambu hapa ilikuchagua kwa kura zaidi mingi sana, na kuna zile hatua umetuahidi. Tungeomba ya kwanza utusaidie hapa juu viongozi wetu hapa Kiambu hakuna yeyote anakuwa kitusaidia. Mtanso wa Kitumo wanafaa kuwa attached by daktari. Kwa hivyo hata resources za national government zimekuwa zikipotea. Tunaomba pia hawa intern hakuna kazi wanafanya, tungeomba wachukuliwe ama hii mgomo waishe, kuletwa madaktari ndio tukue tukiona huduma hapa. Where we requested for these statistics because we want to deal with these issues from a very objective perspective, and we are calling upon the county government and the doctors union not to politicize this process of the medical care. That is our clarion call. Brian Kamau, mimi ni mkaaji wa Kiamba, mimi ni Gen Z. Hii petition ni kitu yenye iko kwenye the law in Kenya. That si lazima tushinde tukienda maandamano. Tuna collect 2 signatures na tunaambia Mr. President, there is a medical crisis in Kiambu County that the county government has refused to address or has turned a blind eye to address the medical crisis in Kiambu. The statistics that were given by WHO, one doctor in Kiambu County was seeing an average of 11,000 people. Anafaa kuona the max 6,000 people. This is a burden to the doctors who are there when you already wameenda on strike. Sasa hii tunasikia the doctors wenye wamekuwa wakimani mahospitali ni interns. Internship period has to end. Now my interns wataenda. Tutabaki mahospitali zikiwa na nani? Michael Boro. Sasa wanganga mugai. Hello. Yes. Deha ho gesagi. Nisoma ho no ibwere kugira hawa. Yare mo wekeri kugira haha na hore. Aka ka haha ari akuamira haha. Hiyo ndio yateithie no enge. Eno yoka ya. Manyitania. Hii moto kulipatikana moto kwa hii nyumba na hii nyumba ikashomeka. So tulikuja hapa na tukajaribu sana vile tuwezavyo kutoa hii moto, lakini hatukuweza kwa sababu wakati simamoto ilikuja barabara ilikuwa kidogo. So tukajaribu kuingilia saidi ya juu ikakataa, tukaingilia chini ikakataa. Lakini watu wa hapa walijaribu sana kwa sababu walikuja na madoo, tukajaribu na moto ikasima kidogo, lakini watu wa simamoto ilikuja ingine na tukaweka sasa hiyo pipe bili ndio iliweza kuingia hapa na tukazima moto. Tujue vile tutasaidiana mpaka MP ndio hii barabara iwe kubwa. Tukienda pahali ili gari iwe ikiingia lazima sisi wote tukae chini tujue vile tutasaidiana juu ya hizi barabara. Kwa sababu kama hii barabara ingekuwa kubwa tungekuja in time hii shida haigepatikana. Lakini kwa vile fence ziko karibu na barabara sasa hiyo hatungeweza kuingia. Okay, kwa majina yangu naitwa Jane Dogori, MCA wa hii area.
Jina naitwa Peter Kimotho, mimi ndio Sub County Police Commander. Atesa watu wawili wale walikuwa pale ndani, ambaye mmoja ni kijana ya mzee mwenye hiyo mboma na msichana mwenye mpaka saa hizi tunajaribu kutafuta alikuwa ni nani. So tunaomba wananchi watulie, tuendelee na uchunguzi, maana hatua imechukuliwa. I think ni mashamba venye ilikuwa imegawa, but they need to come in and then to make sure that anything that happens, it's easy. People will be saved and buildings will be also saved, so that tuta save watu. So county government, I urge you guys to come, mtengeneze hizi barabara. At least zikuwe pana kidogo. Wa hii kijiji walijaribu, wa hii Mudhure village walijaribu sana, lakini moto ikawa kubwa. Kijana alikuwa aokolewe, lakini kabla hajaokolewa akarudi nyuma kidogo aokoe msichana. Sasa moto ikawa kubwa sana, ikawa shida. Yeah. Agarau uchunguzi ifanyike, tujue kiini hasa cha moto. Yeah. Majina yangu ni Hana wa Elimu Kihara.